Some people wanawapatia stories yangu penye nimeanza, huwa wanakata. Wananiambia Masi, hapana. Ulianza kutandika chini, if given a chance, ati vile mtu anasema aje, ati mimi nikirudi huko nyuma ninaweza fanya hivi na hivi. Ninaweza fanya tu vile nilifanya. Majina yangu ni Maslin Chemuma Mwangi na mimi ni mwanabiashara hapa Wakulima Market Nakuru Town na ninauza nyanya in wholesale. Na pia mimi ni kiongozi mahali hapa. Niliweza kuchaguliwa kuwa katibu mkuu. We call it Secretary General in our market through elections. Hii biashara ya kuuza nyanya niliingia immediately nilimaliza high school. Nilimaliza high school, then after high school nikabarikiwa baada niendeleze masomo. Watu wakuweza kudiacha niendelee na masomo. So I got married, nikapata mtoi. Kupata mtoi, then my parents walikuwa kitaka ni proceed for higher studies. But the love I had for my child haingeniruhusu because I could not even believe he's mine. Nilikuwa namuona kio, yani kakitu tu precious sana. So sikuweza kufurther my studies. So nililea mtoi kidogo tu. After nifikisha 2 years, niliweza kujoin soko through my mom. My mom pia ni a business woman. So nikamjoin. Niliona sasa niko na mtoi na niko na needs. Nikaona sasa mimi ni mama na niko na mtoto na kuna mambo mingi ninatamani. So kitu need sana ni kukua self-dependent to my own. So nika approach mom, akaniambia ni sawa, akanikaribisha kwa business, even though hakunikaribisha kwa yake. Hapana. Kwa sababu yeye alikuwa ako higher level na I thank God because it has nurtured me. Imeni nurture a lot. Nilianza pale chini. Nilianza pale tunaita mwarero, ile kutandika chini. So alikuja akani-introduce to our family friend ambaye alikuwa anauza na retail by then, even though saizi hata yeye ni wholesaler mkubwa sana. Akanishika mkono, akanifunza kazi hiyo ya retail. Sasa pesa ya kuanza biashara, sasa hapo ndio ngoma iko. Hii biashara sikuwa na any capital na mama hakunipe capital in cash. Hapana, alinileta job. So alikuwa anachukua nyanya, that is zenye anauza, ananiambia endo uuze hii. Nikiuza ananiitisha pesa, ananiambia iko wapi pesa zenye umeuza. So ni alikuwa akinipatia faida yenye anaona inanifaa. Alafu sometimes ikafika time alikuwa ananiambia nyanya ni ya bei hii. By then haikuwa bei kali, ilikuwa 300, 350 to 400 per crate. So na hazikuwa hizi crates tunauza nazo saizi, zilikuwa smaller crates than these ones. So alikuwa ananiambia nyanya ni ya 350, 450, ninaanza kuuza. Hata sometimes ya 250 ninauza. So nilianza na 1 crate, God akani bless. Na I thank God ninaona niko na hiyo mkono ya biashara. Nilikuwa nauza even 2 crates a day. Nakwambia. Alafu I was very naive by then pia. So hiyo the little enye nilipata, nilikuwa hii ni pesa yangu sasa. In fact ilikuwa like hata 100, 150, but ilikuwa a lot to me. Because by then vitu zikuwa that expensive na kukuwa na hizi luxury things zenye watu wanaona na macho. So pesa nilikuwa napata, nilikuwa najaribu sana na kusanya pamoja. Sasa wakati mama alikuwa ananipatia nyanya naenda nauza, ilifika pale nikaona wacha nijitoanishe na mama, nijifungue kutoka kwake nipate exposure. So kwanza I remember siku moja aliniambia nyanya ni 400. Mimi nikajitembeza huku kwa soko. Nikaenda nikapata nyanya almost the same one yenye ananiuzia na 300. Hivyo ndo nilihama mother. Hivyo ndo nilimtoka. Before nikuje sasa hapa kwa wholesale, na hapo awali vile nilikuelezea nilishikwa mkono na wa family friend wakati aliona nimejua kazi because space yake ilikuwa limited.
Akaniambia sasa Masi, unaweza tafuta place ingine ya kufanyia job. Hapo ndo nilitoka nje ya soko, nikaenda place inaitwa Lions Garden, kulikuwa other traders pale, nikaenda nikawajoin. Na bado hapo ni through my mom. Aliongelesha customer yake mmoja, akamwambia usongee msichana wangu nafasi hapo. Akanisongea. Tukiuza hivi na juu nilikuwa mgeni, kuna watu walikuwa wanaitwa Kanjo by then. Municipal Council, wacha saizi tuko na county government. Walikuwa na harass watu. So wakati walikuja kushika watu walitoroka. Huko Lions Garden kuna watu wapigaji picha, kuna watu walikuwa wanauza vitu vyuma hivyo. So mimi wakati walitoroka, mimi nilisimama tu nikashindwa kwani what's happening, ni nini watu wanakimbia. Mimi nilisimama tu nikakuja nikashikwa na watu wa Kanjo, nikapelekwa ndani. Kupelekwa ndani, mtoi wangu alikuwa mdogo by then. In fact alikuwa ananyonya. Mimi nilishikwa na stress aje. My mom was not around. Lakini lucky enough alikuwa ameendea nyanya Isiolo. Lucky enough akafika by evening around 6:30 akapata report. Akakuja Central Police Station kunitoa mimi kutoka nje ya cell. Sikuwa najua where to go, sijui town ni wapi, sijui direction ya home. Nilihave kuuliza mom tuko wapi, kwa sababu nilishikwa na stress. Nilikuwa nafikiria kuhusu hata mtoi wangu. That's what happened. Nikapelekwa, in fact nilitolewa na bond, nikaenda kotini the next day. Sasa wakati nilitoka kwa cell, nilirudi bado pale Lions Garden. Nikaendelea na hiyo hustle. Kuendelea na hiyo hustle, mimi nikaona imekuwa ngumu. Nika move from there, nikakuja karibu na soko, karibu na gate ya soko. Bado nikauza retail. Kidogo nikaingia huku ndani. Nikaendelea na retail but nika advance tu kidogo. Nilikuwa nauza na buckets na hizi vrets za mikate. So hapo nilikaribia my mom. Nilikuwa nauzia mbele ya my mom. Anauza na wholesale nyuma na mimi niko na retail mbele. So hapo kidogo ananiachia mzigo kama amebakisha, ananiambia bei. So from there my mom akaanza kupeleka mizigo soko ya nje. So that is where nilianza kujoin wholesale. Wakati aliacha ameniintroduce to few customers wenye walikuwa wanamletea mizigo. Wakamwambia huyu ni msichana wangu na anafanya hapa. So wakati walimkosa ni mimi walikuwa kiletea mizigo. Wakaanza kuniletea nyanya sasa in wholesale na crates. Na by then tulikuwa tunalipwa, ukiuza crate moja unapatio 20 bob ama 30 bob. So akileta vileti kama 6 uko na 180. Na nilikuwa naona ni mingi kwa sababu kama matatu tulikuwa tunalipa 5 bob. Even though before nikuje nilikuwa nimeandikwa job. Na nilikuwa nalipwa 2000. But hiyo 2K my friend, ndio niambia mama ni join soko. Hiyo 2K unafanyiwa hesabu. Ati umeenda short. So nikaona at the end of the day na niko na mtoi, ile 2K siipati. Ananiambia uko na short, yeye anafanya hesabu peke yake. Ananiambia Masi uko na short, pesa yako imebaki 500, imebaki 800. Siku moja nikasema tutafanya hesabu na yeye, akakataa. Bila alikataa, mimi nikaquit hiyo job. It is an encouraging journey na it is a nice one. I cannot complain even though hakuna kitu haina challenges. The road imekuwa bumpy but I've kept on moving. Siwezi regret. Changamoto zile napitia kama mwanabiashara, sometimes huwa tunanyang'anywa pesa na customers. We trust them too much. Na hauwezi jua mtu atakunyang'anya. So that is the challenges. Na sometimes zile challenges tunapitia, okay, personally mimi ninaletea mizigo na mkulima, na sometimes soko ikiwa mbaya, bei ikiwa chini, huwa na feel vibaya sana. I really feel for the farmer because nina imagine the struggle ameenda through. So pia mimi inani affect personally. Challenge kubwa ni hiyo ya kunyang'anywa. Unanyang'anywa, unapata at the end of the day you've worked for someone. Kwa sababu kama mtu ameenda na mshahara yako, si hauna mshahara. With the market na fresh products ama fresh produce from the market, kuna kitu tunaitaga, yani the prices zina determine na siku vile imeamka. So ukikuwa na supply iko juu sana, demand inaenda chini. Supply ikiwa low, obvious demand ina shoot. So na hizi products hizi perishable. Kitu sometimes mtu unajaribu tu,
lakini God anakupea kibali ndio zisiharibike. Ni kusomanisha soko asubuhi mapema. Ukiingia unaangalia soko iko na mizigo kiasi gani, so itakupatia clear picture the price. So huwa tuna compare na price ya jana na vile soko imeamka. So let's assume yesterday product hazikuwa mingi, tukauza na bei ya 4,000 per crate, alafu tuamke ukute nyanya ni mingi, unajua automatic hakuna 4,000. So hapo ni wewe uteremke na Mungu akusaidie uteremke kabla ya mwingine afikirie kuteremka. Most of the times huwa tuna reason the same huku kwa market. So unapata uta drop na 500, unasema 35. Na kuna mwingine atauliza Masi anauza aje 35, anasema 3,000. So wewe unacheza tu na ground vile iko. Kwa hizi mizigo tunauza nyanya especially, kama 1 crate ya tomato unaweza ambia customer mmoja bei 3,000 akwambie 25. Umwambie hapana aende. Another customer akuje umwambie 3,000 akwambie 25. A different one akamu umwambie 3,000 akwambie 25. Automatically unajua hiyo nyanya bei yake ni hiyo. Wale ninauzia ni hao hapa wenye wako within the market, na kuna wengine wanatoka soko za nje. Tuna soko zina surround kama zingine tunaita Pondamani, Kipanga, Freria, na kuna wale wanatoka Molo, Njoro, Subukia, and Naivasha. My business is worth how much? Because nimekuambia tuna rely na farmers. As our market vile inaitwa ni wakulima market. So nikiita my business, let me say or to put in another way. Because tunauza na commission. Most of us here tunauza na commission. Tunauza na commission as in mkulima anakuletea mzigo like 100 crates ama 120 crates, and then per crate ukiuza wanakulipa na 200. Kuna wale wanalipaga na 150. They are my suppliers, na huwa wanaleta ninauza. In fact ninawaandikia ka goods received note na watumia. Most of them, hata not most of them, all of them, they trust me. In fact they don't come. Ninauza and then I do banking, alafu ninawatumia the goods received note kwa WhatsApp. I'm a mother of 3. 2 handsome sons and 1 beautiful girl. So my son huyu mwenye tuko na yeye after high school alifanya several courses, na ile ilimpendeza sana yeye mwenyewe ni kwenda na trucks na marori kama FRR. Amekuwa kienda Uganda kuleta tu mizigo bado, na Tanzania na pia around huku Kenya. I think pia yeye ameadmire tu kufanya hii kazi, na akaniapproach. Akaniambia mama, mimi nataka kujoin kwa job hii yako. Kamwambia utawezana na soko? Akaniambia nitaweza mama. Nikamwambia ni sawa. So nikamkaribisha, na I thank God ni mtu pia wa kuelewa haraka, na afu ni wa kuingiana na watu sana. So in fact hata alani challenge kwa job. Nimepata hata most customers wanakuja wanataka kuuziwa na yeye, wanamuita Rasta, ako na Rasta. Na niseme tu pia ni mtu wako na roho safi. Mimi naweza admit that kama his mom. Working with my mom imekuwa easy, na since I was young nimewatch mama wangu akifanya hii job. So growing up my mom amekuwa sijawahi lack anything thanks to my mom. My mom ni mentor wangu. So after all zile vitu zenye amenifanyia nikigrow, ndo maana imenileta hapa, na ni busy poa, ina sustain kona do. After all tunatafuta pesa, so nimekama hapa juu ya do plus my mom. Job ziko plus ni kujituma tu. Ukijituma utapata. Hakuna kitu impossible. Na si lazima ufanye kazi ile unataka. Unafanya kazi ile inaweza kusustain as for now. Na kama na ukijituma kuna vitu una learn more, una explore. So job ziko, usikatae kuja soko kwa sababu wa vijana watakuchekelea ama nini. Kuja ufanye kenye unataka, kenye unapenda. In the future najua
a better businessman. In fact, nitakuwa better than my mom. Hiyo ndo najiona in the future. I'll be better than my mom. Penye mama yangu amefikisha next level ni mimi. To me, there's nothing like kazi haipatikani. Ni kujituma. Kazi iko mradi tu wewe mwenyewe ujitume na you accept, na kwanza kabisa ujue wewe mwenyewe unataka nini. Anything you do with passion huwa ina flourish. Si kama yenye unaambiwa tifanya hii ama fanya hii, unachaguliwa. Kitu yenye una choose mwenyewe, I believe it comes out passionately. So ita move yenyewe. So hakuna kitu kama kazi hakuna. Kazi ni mingi sana. Kazi ni mingi kwa nini? Kwa sababu like right now kuna watu wametoka sehemu za Kongo wanauza kahawa huko. Na hawajakuja na maji kutoka Kongo, hawajakuja na sukari kutoka huko. Hizi vitu zote ziko huku. Na they do work, wanauza sana. Kuna wenye wametoka, I think kama ni the ones wa kahawa, sijui kama ni wa Rwanda ama Kongo. Kuna wengine wanauza earrings. They come all the way kutoka huko. Tuko na watu huku kutoka Uganda wamekuja wanafanya biashara huku. Ila tu ambaye ni mzembe anasema hakuna kazi kwa sababu yeye mwenyewe anataka atafutiwe kenye yeye anataka kufanya. Unasikia mtu anasema mimi nimesoma, nataka kazi hii. Anakuwa choose. Huku kama huku sokoni tuko na watu wengi sana wamesoma. Nimekuambia hata mimi nilikuwa very bright. Even my parents were very disappointed with me. Kukubali kuendeleza masomo. So tuko na watu very bright, watu educated, but they've chosen. Like me, siwezi sema ati kuna kazi nyingine naweza taka kufanya ati bora kuliko hii. Lakini si ati sina side hustles. Na nikisema side hustle nasema side hustle zile halali. You see? Juu uwezi kukaa tu kwa pali pamoja. Lazima upanue mawazo yako. Kwanza kwa wakati huu tunaishi. Hizi nyakati. Uwezi weka mind zako tu pali pamoja. So ni mtu tu ajitume, ajue anataka kufanya nini. Na hapo pengine God atakubless. And then kitu inaitagwa transparency. Kwa life na kwa business, it matters a lot. Mimi nimeona ikinipeleka far, transparency. That's why unaona mizigo mingi ninauza. Kuna hata some people I've never met personally na huwa nauza bidhaa zao. Tujai meet hata wanatumana. Unapata mtu amekuja, hai masi mambo, nimetumwa kwako. Na nani? Nimetumwa na mkulima fulani. Anataka uuze nyanya zake. Like how amesikia sifa zako. Hivyo tu. Na pia yeye zinakuja na sijai meet na hata hajai ni meet. But ninauza bidhaa, nina bank pesa, ninamtumia goods received note zake. Transparency in everything. Itaweza kupeleka far. Na itakuconnectia bridges. Kuna sometimes back, in fact hata nilikuwa admitted in hospital. Na kuna customer mmoja na ni customer, alikuwa customer sana na alikuwa anatunulia mizigo. So wakati alinicall, nilimwambia niko admitted hosi lakini niko na mzigo kwa soko, nimemwaga mzigo. Kaniambia anataka 2 crates. Okay, by then tulikuwa tunauza at 25. So nilipiga simu from my hospital bed, nikapeana instructions awekewe mzigo. In fact, huyo jamaa alininyang'anya pesa. Nikamcall. Na anajua mzigo ni ya customer, ni ya mkulima. Na unajua with this work, hakuna pale utaambia customer tulinyang'anywa. Your supplier. In fact, what we do, ukimaliza kuuza mzigo wake, like it is 120 crates, ama 100 crates, you write a goods received note ya 100 crates, unatoa expenses, the rest unatuma. Hakuna pale una note, ati 10,000 ziko na deni, sijui 20,000 ziko wapi. Hiyo ni pande yako. Kwa sababu hajakwambia upeane deni for one. So jamani nilijaribu kumfikia, nishanyang'anywa pesa, lakini that one ilinipain sana from my hospital bed, na alikuwa anajua vizuri sana. Nikamtext akakata. So hata I don't think ako na peace, na ni mwanaume kwenye yako. Sidhani. Some people wanawapatia stories yangu penye nimeanza, huwa wanakata. Wananiambia masi hapana. Ulianza kutandika chini,
napenda sana kumotivate watu wengi sana huku, wengi hata wale nauzia mzigo, even wa one crate, kuna wale wanagawa, nawaambia mimi I started from here and they are like seriously, nawaambia na mwanzo wako haiwezi, unaweza anza vibaya lakini umalize vizuri, na hakuna kuanza vibaya in anything. In fact, for whatever umeplan na umeplan for your future, nasema always the future is bright, so usidespise your humble beginning. Na watu wote unaona wako pale juu walianza chini, most of them kwanza wana biashara, most of them. Me I know many wenye walianza chini na wako mbali sana. Bora tu utilie mkazo na ukuwe na kuaminika ndani yako, ukuwe na kuaminika bila hata kuchunguzwa na mtu ama kufuatiliwa na mtu. Uogope tu Mwenyezi Mungu, ati hii kazi nimekabidhiwa ama hii kazi ni yangu. Like vile uwezi uza mzigo yako na ujiibe, usiwaiba kitu ya mtu, usifanye mambo ya giza, itakupeleka places. Na usiwahi kuogopa kuanza chini. Mimi nilianza na hiyo 300, nikaenda hata 400, sometimes 250 per crate, na saizi nina handle, sometimes ninauzaga sales hata 600,000, 500,000. Yeah. So mimi ninaweza ambia tu mtu wote pali yako, ufikirie tu kenye unataka kufanya, something that you have passion with. Usikuje kuuza nyanya kwa sababu Masia anauza nyanya. Wewe angalia tu unataka kufanya nini. Kuna watu wengi wamekuja, some of my friends wenye tuli school nao, Masia nataka unionyeshe job, na muonyesha but kidogo tu ana disappear. Lazima ukuwe na passion na usifanye kitu mwingine anafanya kwa sababu anafanya because imewaka kwake. Kwanza establish, ujue ni nini unataka wewe mwenyewe, itoke tu ndani yako, itaflow. That one I cannot lie, itaflow. Na nasema tu hakuna kazi mbaya, hakuna kazi mbaya. Unaona kama vile uwezi amka useme ati wewe unataka kukua donda na wewe si donda, haitawa. Uwezi sema unataka kuwa dereva na wewe si dereva, hii uko ndani yako. Simply because unaona kuna mtu anaanganya poa, haiwezi. But anything that is within you, passionately, it will take you places. I don't. Hata nasema if given a chance, ati vile mtu anasema aje, ati mimi nikirudi huko nyuma ninaweza fanya hivi na hivi, ninaweza fanya tu vile nilifanya. Niambio, Masi, rudisha your youthful years back, unaweza fanya nini? Ninaweza fanya kenye ninafanya leo hii. I have no regrets. Na niko much humble, very much humble, and I thank God kwa kuniweka hiyo kitu ndani yangu. I really thank God because ninasemaga kama sio Mungu na sijai kuwa shameful. Hata walimu wale walinifunza high school, nikiona ninawasalimia very proudly. Maybe some of them were quite surprised that I said, "Masi, you're in the market?" Yes, I'm in the market. I feed you. Yes, and I'm very proud. Na very much humbled pia at the same time. Kwa sababu ninasikia this is the place I need to be. Mimi ni mtu nina huruma sana. Na pia ijanipeleka pali pazuri sana. Like hapo awali nikikwambia vile nimenyang'anywa, ni huruma, si kitu kingine. Sometimes unapata mtu amekunyang'anya na atarudi tena. Sijui kama reasoning yangu ndio mbaya. Sometimes inasemaga maybe God amenitumia mtu nimsaidie, amenipea job na mimi hakuna kitu nimempe. Labda wanaweza lala njaa. So unapata nampatia roho safi. But I always tell them, ninawaambiaga, wakati umeninyang'anya, umeaibisha hata Mwenyezi Mungu kwa sababu alikupatia kibali kwangu. Ulikuja bila pesa, God amekupea kibali, ukakubalika, nikakupatia mzigo. Umeenda umeuza. Unajua mzigo nimeletewa na mkulima, anataka pesa. Mimi nataka changu kidogo hapo. Kuna mkulima, alafu na wewe hapo tu upate chako. And then wewe umechoose tu kukula ya mkulima yangu na yote umechukua. Unaibisha Mwenyezi Mungu. Na siku ile Mwenyezi Mungu atakunyang'anya kibali, utaenda hata na pesa pahadi na utanyimwa mzigo. Utakuwa unaanga watu wanasema tu niuzie, unauziwa na wanauziwa na wewe hauziwi. So ninawaambia wakuwe very careful. Kuna time when I got my second born child, life ilikuwa tough.
nili struggle like nilikuwa najiuliza kama ninaweza pata a 500 shilling note ambao ni yangu na si ya mtu. Alafu by then hata nilikuwa nasema isikuwe 100 ama 50 note imeshikana ya 500 yenye naita ni yangu. Nilikuwa nasema ninaweza niangalie tena. Life ilikuwa ngumu na nilikuwa nimepata mtoi, niko kwa hiyo period yenye tunaita mushire. Naitako ni postpartum ya depression. Life ilikuwa ngumu sana na nilikuwa napitia challenges. But I thank God. I thank God because now God amenibless hadi ninaweza bless watu wengine. Na hiyo inanimekigi na feel okay. Personally mimi mtu hawezi niambia kuna shida na niko na in a position ya kumsaidia. Siwezi kosa kumsaidia because I've been there. Nimelala njaa mimi. Kuna wakati nililala njaa na nilikuwa na mtoi mdogo. We were struggling. But I thank God. Kuna wakati hata tulikuwa tunakutwa hata na landlord. Anabisha mmenyamaza. But I thank God because this fun Sasa tulijenga by God's grace, that is tulijenga because si ati ni kazi ati unaweza sema aje ati your effort. I mean si effort yako. Not my effort but purely on God's grace. Because kuna watu maybe tulianza nao hii biashara na hawajafika this far, but I believe wako nyuma wanakuja, kwa sababu hata mimi kuna watu wako mbele yangu because sija make stop bado. I'm still moving. Na ninaambia mtu aje keep moving hata wakati unaona mambo ni tough, even if it means crawling. Tamba lakini usisimame. Na cha muhimu keep your hope in God. Mimi nasema mimi naweza give testimonies. Me have seen God working wonders. Kwanza especially nasema na maisha yangu sana because sikuwa nafikiria at one time ati nitakuwa natoka kwangu, ati maybe nitakuwa na drive. But I thank God. And then my parents wamekuwa very supportive. They are very supportive. Na ni hard working. I think pia wameni-mentor in a way. Because hata my mom at her age 64, she's still working. Na in fact hata anatubondeshaga my mom. Yes. Saizi hakuna mtoi yako home but anafanya job, you can imagine. Analima, anafanya biashara. Akikuja hapa kutembea anaweza kuja hapa tuongea nipatie 2,000 3,000. That's my mom. So pia ninasikia tu vizuri pia mimi nikifeel because I believe nimefit kwa shoes zake perfectly.